Episode 4 inaanzia tulipoishia. Baada ya siku kadhaa, Nick akawa amemleta jamaa nyumbani kumtambulisha. Mzee akamuuliza, Bayo, wewe ni mtu wa wapi? Bayo akamwambia, mimi natokea Oyo Estate, ni mtu wa Ibadan. Mzee akacheka sana. Oyo Estate, Ibadodododo. Nike, umeona sasa nilichokuwa naongea? Ndiyo baba. Mzee akamuuliza tena, unaona ninachokizungumza? Mama Nike, umeona nilipokuwa naelekea Mama akasema, ndiyo jamani, Mungu asante. Mzee akasema, hii ni nzuri sana. Kama kawaida mzee akamuuliza Bayo, unajishughulisha na nini mjini hapa? Bayo akamwambia, kuna kampuni fulani ninafanya nayo kazi na niko pale kama senior operation manager na ni kwa miaka kadhaa sasa. Mzee nakuambia yeye ni kucheka tu, maana kile alichokuwa anakitaka sasa amekipata. Bayo akaendelea kusema, naweza kutengeneza milioni 3, 4 mpaka 5 kwa mwezi. Mzee akasema, hii ni njema sana, najivunia sana wewe. Nikiongera sana. Asante baba, na katabasamu fulani hivi. Sasa mwana na yeye akaamua endelee kujimwaga zaidi. Akasema, nimebarikiwa kupata baadhi ya vitu mapema. Ni miaka 2 iliyopita nilinunua nyumba yangu na nimefanya uwekezaji mpaka nje ya nchi, lakini ninaamini moja kati ya baraka kubwa katika maisha yangu ni huyu binti yako mrembo. Ninafurahi sana kumpata huyu binti katika maisha yangu. Ninakushukuru sana mzee wangu, lakini pia nina kitu hapa kwa ajili yako. Ai! Jamaa akamwambia, hii ni kwa ajili ya shukrani kwa kumtunza vyema huyu binti. Usingemkuza vyema asingekuwa wangu leo. Basi bwana. Bayo akainuka akampatia mzee kapasel. Mzee akapokea. Bayo akaendelea kumwambia mzee, asante sana kwa makuzi mazuri uliyompatia huyu binti. Asante sana mzee wangu, na hiyo ni zawadi yako. Bayo 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 Bayo, nimekuita mara ngapi? Mara 3 mzee wangu. Niki, umeona nilichokuwa nakizungumza? Hii imekaa sawa. Hiki ndicho nilichokuwa nakitaka. Hawa ndio watoto wa ardhi ya Yoruba. Hawa ndio watoto wanaojua tamaduni za wazazi wao. Hiki ndicho nilichokuwa nakitaka. Mungu akubariki sana, umekuja sehemu sahihi sana, ninakufurahia mno. Mzee akakainua kapaseli kake akakaweka pembeni. Bayo akaendelea kusema, toka kipindi tuko sekondari nilikuwa ninahisia naye kwa muda mrefu sana. Pia itakuwa vyema mwezi ujao tukatangaza uchumba na baada ya mwezi tena tukafunga ndoa. Itakuwa ni vyema sana. Mzee akamwambia, Bayo, unajua nini? Kama uko tayari na mimi niko tayari kwa hiki ulichokifanya sasa hivi. Kama uko tayari na mimi niko tayari. Nike, una chochote cha kusema? Nike kabla hajajibu mzee akasema, mimi sina tatizo lolote bwana, yaani ninakufurahia sana. Mama Nike, unasubiri nini sasa? Hembu mletee mkwe wangu kitu cha kula. Nike, hembu mfate mama yako jikoni bwana, ukamwandalia mume wako chochote kitu. Mzee ni kicheko tu. Nike. Sasa siku kadhaa mbele tunamwona bibi akiwa amesimama anaongea na simu. Msela wake akaja, ni kama amefyumu hivi. Akamwambia, Nike, hiki sio kitu nilichokiagiza. Hii ni nini? Nike akamwambia, sasa unakasirika nini? Kiukweli mimi nilitaka rangi ya suti yako ifanane na nguo nitakayovaa, kwa hiyo siku tutakuwa tumewaka. Msela akamwambia, kwa hiyo wewe umekuwa designer wa maharusi Nimelipanga hili jambo kwa wiki kadhaa, nimechagua rangi na nimelipia hii. Sasa hii unaona inafanana na niliyoagiza? Bibi akamwambia, Bayo, tulia basi, usifanye mambo yawe makubwa. Mwana akamwambia, sio jambo kubwa Mwana akacheka kwanza, pumbavu wewe. Bayo, umenipiga. Mwana akajivuta upande mwingine, shenzi wewe, akamlamba kingine. Bibi akamuuliza, Bayo, umechizika Mwana akamwambia, utalipia huu ujinga ulioufanya. Akamrushia suti akatimka. Bibi akabaki anasema, Bayo, usiniache. Ikabidi tu aiokote ile suti akafata nyayo. Alivyofika nyumbani mama yake akawa anamuuliza, ina maana Bayo ndio amekufanyia hivi? Ndio kakupiga vibao vizito hivyo? Na ni kwa sababu gani? Mama, ni kwa sababu nilibadilisha rangi ya suti aliyoitaka, na mimi nilitaka tu rangi yake ifanane na nguo nitakayoivaa. Yeye akapata hasira akanipiga na vibao. Mama akamwambia, pole sana binti yangu, yaani kwa sababu hiyo tu Bayo amekupiga vibao? Angalia sura yako. Bayo, mi sidhani kama nitaolewa naye tena. Simu ya bimkubwa ikaita. Bimkubwa akasema, naona Bayo ananipigia hapa. Mama, naomba usipokee hiyo simu tafadhali, mimi mwenyewe kanipigia na sijapokea simu zake. Mimi sitaki kuongea naye, ngoja nimsikilize ni nini ataka kusema. Bimkubwa akapokea. Hello Bayo. Mwana akasema, mama samahani, Nike yuko hapo? Ndiyo Bayo, niko naye hapa. Mama, kiukweli sijui hata ni nini kimenitokea. Nimejaribu kumtafuta usiku mzima, nimeshindwa kulala kabisa. Mama, ninahisi kama kifua changu kinapasuka. Tafadhali mwambie anisamehe. Nike ni dunia yangu, Nike ni kila kitu kwangu. Sijui nitafanya nini kama akiniacha. Mama, ninaomba uniombee msamaha, sitarudia tena, sitanyoosha mkono wangu tena kumpiga, ninakuahidi mama yangu. Mama, unaweza kunisaidia hata niongee naye? Ninampenda sana na sitaki kumpoteza. Mama akamwambia, sawa Bayo, nimekusikia ulichozungumza, nitaongea naye. Basi mazungumzo
Mazungumzo yakaishia hapo. Baada ya kukata simu, akaanza kumsomea Nike sasa na kumwambia wanaume huwa wana vipindi vyao. Baba yako mume wangu alinipiga mara moja kabla hatujaingia kwenye ndoa, lakini tuangalie sasa hivi ni miaka 30 tuko kwenye ndoa na tunaishi kwa furaha. Mama, mimi sikuelewi, kwani hii ndio itanifanya mimi niwe sawa? Nike, ndoa inahitaji uvumilivu pamoja na msamaha. Kama utaikimbia ndoa yako kwa sababu ya changamoto moja, utajutia baadaye. Mama, kosa moja linatosha, hakuna mwanaume aliyekamilika. Mama, siwezi kuishi na mwanaume wa aina hii. Wewe una matatizo gani? Una matatizo gani wewe? Wewe ni mwanamke wa kwanza kupigwa na mwanaume? Mama, nijibu, wewe ni wa kwanza? Mazungumzo yakaishia hapo. Akaja tena kwa rafiki yake Ada na kumwambia sijisikii kabisa kuolewa na Bayo. Nike, ni nini unazungumza tena? Kumbuka zimebaki siku 5 tu kufikia ndoa. Sijisikii kuwa na amani sasa. Kwa nini? Ni nini kimetokea? Ameniwasha kibao. Unasemaje? Amekuwasha kibao? Embu acha utani basi. Kweli amenipiga. Kuna kitu tulikubaliana kikaenda tofauti, ndiyo maana akanipiga, na alinipiga sana. Mungu wangu. Lakini aliomba msamaha, alisema alishindwa tu kujizuia. Alishindwa kujizuia? Hii imezidi bwana. Nike, embu sikia, kama hujisikia amani kuhusu hili, acha. Unaweza kuahirisha ndoa upate muda wa kufikiria hili jambo. Yaani sijui hata nifanye nini, maana ndoa yangu imebakiza siku 5 tu. Wazazi wangu watasema nini? Watu watazungumza nini? Unawaza watu watazungumza nini? Nike, embu achana na watu, wasahau kabisa, kwa sababu chochote kikitokea kwenye ndoa yako watakusema tu. Yaani kama hujisikii huru, ndoa haitarekebisha hili tatizo. Nike akasema lakini huenda alipata hasira tu, mimi nadhani tutakaa sawa tu. Ada akamwambia lakini sijui vile unajisikia, ni vizuri usikilize moyo wako. Yaani hata sijui moyo wangu unasema nini. Yaani mwanaume anakupiga kabla ya kuingia kwenye ndoa, unatakiwa ujue. Mimi nachanganyikiwa. Hutakiwi kuchanganyikiwa. Nike, naomba sikiliza moyo wako, ninaamini utafanya maamuzi sahihi. Basi na undo ukawa mwisho wa episode 4. Ulikuwa na mimi Mr. Poza, mzee wa mipozo. Ili kuendelea kupata simulizi hizi, usiache kusubscribe na kuturn on notification bell. Have a good day.